Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nafsi yangu Umuhimidi Bwana. Nitamwimbia Bwana Mungu wangu. Neno kwa ajili ya siku hii ya leo, siku ya uimbaji katika dayosisi yetu, ni kutoka Zaburi ile ya 146 mstari ule wa kwanza na wa pili. Haleluya, nafsi yangu umsifu Bwana. Nitamsifu Bwana muda ninaoishi. Nitamwimbia Mungu wangu ningali hai. Haleluya, nafsi yangu umsifu Bwana. Nitamsifu Bwana muda ninaoishi. Nitamwimbia Mungu wangu ningali hai. Ndugu zangu wapendwa, kwanza tunamshukuru Mungu kwa kututunza kwa neema yake hadi siku hii ya leo tunapomwimbia nyimbo za sifa katika siku kuu hii ya uimbaji. Napenda kumshukuru sana Mungu aliyewasafirisha kutoka katika pande zote nne za dayosisi yetu. Wageni wengine wametoka nje ya dayosisi yetu ya kaskazini. Ndugu zetu kutoka jimbo la Karatu, nimeambiwa walitoka usiku sana ili waweze kuungana nasi katika siku kuu hii. Na cha ajabu, kulinganisha na sisi tuliotoka karibu, ndugu zetu wa Karatu ndio wamekuwa wa kwanza kufika mahali hapa. Ninawapongeza sana. Mtume Paulo anasema, taabu yenu sio bure katika Bwana. Kuamka kwenu mapema, kujihimu, shughuli zote zilizofanyika, kwa kwaya zote, vikundi vyote, mkaweza kufika mahali hapa. Neno la Bwana linatuambia taabu yenu sio bure katika. Kwa hiyo nawapongeza wote waliofanya maandalizi ya siku hii ya leo, kwa jimbo la hapa Siha na kamati yake, wakuu wa majimbo, halmashauri ya liturujia na uimbaji chini ya uongozi wa mheshimiwa msaidizi wa askofu, wachungaji, viongozi, walimu wa kwaya na Wakristo wote waliotoa michango yao ili kufanikisha huduma hii muhimu sana. Ninasema huduma yenu ni njema sana na Mungu awabariki sana. Ndugu zangu, leo pia ni siku ya kukumbuka matengenezo ya kanisa. Tusisahau hilo. Yaani leo kanisa zima linaadhimisha siku kuu ya Reformation. Ni siku ya kutafakari juu ya ushuhuda wetu. Ushuhuda wetu. Kichwa cha juma hili kinasema, ondoa yaliyo chukizo mbele za Mungu. Ondoa yaliyo chukizo mbele za Mungu. Kila mmoja akajitafakari, sisi sote tujitafakari, ni yapi yaliyo machukizo mbele za Mungu, tukayaondoe, tukayakatae. Leo kwa kuwa ni sikukuu yetu ya uimbaji, hatutatafakari kichwa hicho, bali tutatafakari juu ya kumsifu Mungu wetu, kumsifu Mungu kwa nyimbo zetu. Zaburi ya 146 hii tuliyosoma inatufundisha kuwa sifa ni kwa Mungu, na sifa kwa Mungu ni mtindo wa maisha. Mtindo wa maisha. Kwa maana gani? Kwa maana kwamba
Sifa kwa Mungu haipaswi kuwa jambo la mara moja au jambo la siku moja, bali kumsifu Mungu ni jambo la maisha mazima, tabia. Daudi anatufundisha kwamba kuimba ni ibada ya maisha mazima, na Mungu hujifunua mahali pa sifa. Ndio maana katika Zaburi ya 22 mstari ule wa 3 tunasoma maneno haya: Mungu anakaa katikati ya sifa, na wewe mtakatifu uketie juu ya sifa za Israeli. Ndivyo anavyosema mwimba Zaburi. Ndugu zangu, hata hapa tunapokwenda kuimba kumwimbia Mungu sifa na kumsifu, Mungu yuko katikati yetu. Mungu atakuwa katikati yetu. Ni wajibu wetu sasa, ndugu zangu waimbaji, kila mmoja wetu anapaswa kujiuliza, je, unamwimbia Mungu nyimbo za sifa kutoka moyoni? Kutoa sauti ni jambo moja, ndugu zangu, lakini je, sauti hizi za sifa zinatoka katika moyo wangu? Je, ni sauti yako ni ya sifa kwa Mungu au ni sauti ya malalamiko katika maisha yako? Leo tufanye uamuzi kwa kumwimbia Mungu kwa mioyo yetu yote. Tena tuziagize nafsi zetu. Agiza nafsi yako, nafsi zetu zimsifu Bwana muda wote tunapokuwa hai. Mfalme Daudi hapa anaiagiza nafsi yake imsifu Mungu muda wote angali hai, atakaoishi duniani. Kwa nini tunapaswa kumwimbia Mungu wetu? Kanisa letu, ndugu zangu, na makanisa yote ya kihistoria, tunathamini sana nyimbo katika ibada zote. Tunaimba tukiwa katika ibada za kawaida, pia tukiwa katika maombolezo tunaimba. Yaani katika mazingira yote tunaimba. Kanisa la Kiluteri linafahamika kama kanisa la watu waimbao. Hiyo Martin Luther mwenyewe, huyu muasisi wa matengenezo, alipenda kuimba. Na ukiangalia kwenye vitabu vyetu vya nyimbo, vitumwabudu Mungu wetu, nyimbo za Martin Luther. Na mojawapo ya nyimbo zake ni upi? Mungu Mungu wetu ndiye. Mimi ningetamani sana, hebu tupige huo wimbo na tarumbeta na wanakwaya, tuimbe kwa sauti moja kubwa nzuri. Na leo tumeimba kwa utaalamu, si ndio hivyo? Mungu wetu anasema tuimbe kwa akili pia, sio? Hebu tuimbe tu huo wimbo kuadhimisha siku hii ya Reformation. Oh
Asanteni sana. Kusifu ni agizo la Mungu. Neno msifuni Mungu linaanza na msisitizo wa agizo, sio ombi. Kumsifu Mungu sio chaguo, ndugu zangu. Ni wajibu wa kila aliye hai. Katika Zaburi ile ya 150 tunaambiwa kila mwenye pumzi amsifu Bwana. Kila mwenye pumzi amsifu Bwana. Na hii inamaanisha kuwa kila mmoja wetu kwa sauti au kwa moyo anaitwa kumwimbia Mungu sifa. Na hii tuifanye kila siku. Tuamkapo tuimbe sifa. Tuendapo katika kazi zetu tuimbe sifa kwa Mungu wetu. Tuendapo kulala tuimbe sifa. Na hata tulalapo tuimbe sifa. Najua kwenye wanakwaya wengi hii set song ya mwaka utabu umeanza mazoezi. Kuna wengine huo wimbo wamekuwa wakiuimba wakiwa wamelala usingizi, au sio? Unaona kabisa ule wimbo unakuja ndani ya usingizi. Sasa tunaambiwa kila mwenye pumzi. Ndugu zangu, jogoo ana pumzi, sio? Na wewe una pumzi, sio? Sasa kama jogoo huyu mwenye pumzi kama wewe anajua kila siku inapotokea siku mpya, anajua ni kwa neema tu. Jambo la kwanza analofanya jogoo, anamsifu Bwana, sio? Sasa wewe si zaidi ya jogoo? Kila mwenye pumzi na amsifu Bwana. Kusifu sio tu kwamba ni agizo, bali kusifu ni ushuhuda wa imani. Ushuhuda wa imani yetu, imani yako. Nitamsifu Mungu ningali hai. Hii ni ahadi ya kudumu. Sifa si kwa nyakati nzuri tu. Sifa pia ni wakati, hata nyakati za majaribu. Tunaye Mungu. Mungu ni kimbilio letu, ni ngome yetu. Hizo ni sifa kwa Mungu. Kuimba sifa ni ushuhuda kuwa yupo tunayemtumaini, ni Mungu. Na hata wakati hatuelewi njia zake. Sijui njia wewe, sijui njia wewe. Hizo ni sifa kwa Mungu. Yuko ajuaye njia zangu, na huyo ndiye nitamwimbia sifa, ndiye nitakayemwamini. Haleluya. Kusifu ni silaha ya kiroho. Ni silaha ya kiroho. Katika Mambo ya Nyakati, kitabu kile cha 2, sura ile ya 20, Yuda walipowekwa mbele ya maadui, walimtanguliza Mungu kwa uimbaji. Mungu alipigana kwa niaba yao. Hii inatufundisha kuwa sifa huleta ushindi. Tunapomwimbia Mungu, tunatangaza mamlaka yake juu ya hali zetu. Tunatangaza mamlaka. Tunaye mshindi. Tunaye Yesu ambaye ni jemedari wetu. Yeye atatushindia. Haleluya. Tunakuimba. Kusifu pia ni kupokea amani ya moyo. Laiti watu wangelijua kwamba nyimbo ni tiba. Kusifu, kumwimbia Mungu ni tiba. Siku hizi kuna magonjwa mengi ya nafsi. Nisikia tena na magonjwa ya akili. Sijui wasema ni magonjwa ya akili, wanasema ni nini? Afya ya akili. Laiti watu wangelijua siri, baraka ya kuimba na kumwimbia Mungu kutoka moyoni. Ule ni uponyaji. Kusoma kwenye
matangazo mengi unasikia waganga na wenye kutoa madawa mbalimbali wanasema njoo tunatibu kila kitu. Laiti sisi waimbaji tungelijua kwamba kwa njia ya nyimbo tunayo dawa inayotibu magonjwa mengi sana na yenye uwezo wa kutibu magonjwa mengi sana yanayowasumbua watu wetu hata leo. Endeleeni kutoa matangazo hayo. Ni kupokea amani ya moyo. Nyimbo za sifa hutuliza roho, huondoa hofu, huondoa huzuni na msongo wa mawazo. Uimbaji huleta utulivu wa kiroho na kiakili, ndugu zangu, hasa tunapomwimbia kwa imani kuwa anatusikia na anazipokea nyimbo zetu. Haleluya. Kusifu ni maombi yanayofungulia kwa furaha. Ni ufunguo wa furaha, ni maombi yanayojaa furaha. Paulo na Sila walipokuwa gerezani waliimba. Tunaambiwa na milango ya gereza ikafunguka pale Matendo 16:25 na 26. Siku kuu ya uimbaji ikawe fursa ya kuimba sifa kwa Mungu anayetenda maajabu mengi kwetu. Kupokea imani na tumaini jipya. Nyimbo zetu za sifa hututia moyo, hutufariji na hutukumbusha ahadi za Mungu. Zaburi ya 42 mstari ule wa 8 anasema, mchana Bwana ataagiza fadhili zake na usiku wimbo wake utakuwa nami. Naam, maombi kwa Mungu aliye uhai wangu. Ndivyo anavyosema. Ni ushuhuda pia kwa wengine. Nyimbo za sifa. Tunapomwimbia Mungu hadharani, tunatangaza ukuu wake kwa ulimwengu. Hivyo nyimbo hueneza injili kwa njia ya sauti zetu. Ndugu zangu, nitaja machache haya kwamba kwa nini tunasifu na maana yake ni nini katika maisha. Sasa nyimbo za Zaburi pia anasema kusifu kuna wapasa wanyofu wa nini? Wanyofu wa nini? Hebu tuangalie kwa kifupi tu sifa za wale wanakwaya wanaomsifu Mungu, Wakristo wanaomsifu Mungu kutoka moyoni. Mimi ningelitaja mambo machache. Moja, ni watu wa maombi. Ni watu wa maombi. Wanakwaya wa kweli hujenga uhusiano wa karibu na Mungu kupitia maombi ya binafsi na maombi ya pamoja. Kabla ya kuimba wanaomba, baada ya kuimba wanaomba, kwa kuwa maombi ni msingi wa huduma yao. Pili, wao wenye unyenyekevu. Hawaimbi kwa kujionyesha, bali kwa kumuinua Kristo. Wanatambua kuwa sauti ni zawadi na wanaitumia kwa utukufu wa Mungu, sio kwa sifa za binadamu. Naomba unyenyekevu. Hata tunapokuja hapa tunamwimbia Mungu. Asitoke mmoja akaona ni sifa kwa kwaya yetu, sifa kwa mwalimu wetu wa kwaya. Hapa tumekuja kumwimbia Mungu wetu sifa, na hiyo itoshe. Haleluya. Wanakwaya hawa wanaomsifu Mungu na Mungu asikie sauti zao afurahie, ni wenye nidhamu na utii. Hufuata ratiba za mazoezi, hujiheshimu. Wanakwaya hawa hutii viongozi wa kwaya na wa kanisa
utii, nidhamu. Nidhamu yao hujionyesha katika mavazi yao, katika tabia zao na namna wanavyoshiriki ibada. Hawana tabia ya kugoma kuimba wakati wowote. Mahali fulani nikasikia tu kwaya imegoma kuimba. Eti mchungaji alisema kwaya zikimaliza kuimba zisipigiwe makofi kwa sababu tunayempigia makofi hapa ni mmoja tu, ni Bwana Yesu. Mbona imekuwa ugomvi kweli kweli? Yaani mchungaji hataki sisi tusifiwe, tupigiwe makofi. Wakagoma. Jumapili iliyofuata hawakuimba bwana. Sasa wanahitaji uponyaji wa kiroho jamani. Mambo kama hayo, kiburi kisituingie kwa sababu kwaya yetu imeimba vizuri sana. Sisemi, mimi naamini kwamba, na nataka iwe hivyo, kwamba yale makofi yanayotoka baada ya kuimba vizuri, yale makofi yawe yani ni kuungana pamoja, kwamba utukufu umwendee nani? Utukufu uende kwa Mungu. Kwa hiyo sije mkajisikia kwamba ni wewe unaisifiwa uliyeimba, alafu ukavimba kichwa. Nidhamu na utii, naomba hilo mlizingatie. Wanakwaya hawa wenye unyofu wa moyo ni watu wenye roho ya ushirikiano. Wanashirikiana kwa upendo kwenye kwaya, bila wivu, bila mashindano, na kila sauti ni ya kipekee, lakini kwa pamoja wanaimba kwa kundi moja la watu wa Mungu. Ujue hivyo. Lakini wanakwaya wawe na sifa nyingine hii ya ufahamu wa neno la Mungu. Wawe wanaelewa maana ya nyimbo wanazoimba, na uimba kitaalamu pia zitoke rohoni. Imba kitaalamu. Nyimbo zao hujengwa juu ya maandiko, sio juu ya hisia kama watu wasiojua Mungu. Juu ya maandiko, uwe ni ujumbe kutoka maandiko matakatifu, ni ushuhuda kutoka maandiko matakatifu. Wanakwaya, waimbaji wanaomsifu Mungu kwa maisha yao na kwa huduma yao ni watu wenye moyo wa kutoa huduma. Uimba si kwa sababu ya kusifiwa, uimba si kwa sababu ya kupigiwa makofi, nimekwisha kusema, bali kwa sababu ya wito wa Mungu. Uimba si kwa sababu ya kujipatia faida, bali uimbaji wao, sauti zao ambazo Mungu amewapa zifahamike moja kama huduma. Huduma, tena huduma takatifu. Mkazingatie hilo. Na mwisho ningesema sifa ya mwanakwaya au mwimbaji wa sifa mwenye unyofu wa moyo ni kwamba moyo wako uwe wa shukrani. Uwe na moyo wa shukrani. Nyimbo zao zijae shukrani kwa matendo makuu ya Mungu. Jua Mungu amenitendea mimi na ndio sababu ninaimba. Wanatambua kuwa uhai ni fursa ya kumsifu Bwana. Uhai wako, pumzi yako, maisha yako, wewe ujue hiyo ni fursa ya kumsifu na kumshukuru Mungu kwa yale yote aliyotutendea. Ndugu zangu, katika siku kuu hii tuchukue uamuzi kama Daudi. Nitamsifu Mwenyezi Mungu maisha yangu yote. Si kwa siku moja tu, bali kila siku iitwapo leo. Tutumie sauti zetu kama chombo cha ibada,
chombo cha ushuhuda na chombo cha kutangaza ushindi tulio nao ndani ya Kristo Yesu mwana wa Mungu. Kumwimbia Mungu ni mlango wa baraka, ndugu zangu. Kwa sababu niwaambia taabu yenu haitakuwa bure katika Bwana. Ni tendo la imani linaloleta mabadiliko ya kweli. Na kadri tunavyomwimbia kwa moyo wa shukrani, tunazidi kuona mkono wake ukitenda kazi maishani mwetu. Basi tuingie sasa katika uimbaji huu, tukauone ukuu wa Mungu na tukazipokee baraka ambazo Mungu amekwisha kuweka tayari kwa ajili yetu. Amen.